Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, amewasisitiza wawekezaji kutoka sekta binafsi kuanza uwekezaji mapema kuzunguka uwanja wa michezo wa Arusha ili michuano ya AFCON itakapoanza wanufaike kiuchumi na michuano hiyo. Msigwa ametoa msisitizo huo wakati wa kikao cha tathmini na ziara ya makatibu wakuu wa wizara zinazoratibu maandalizi ya michuano ya AFCON 2027 jijini Arusha, ikiwa ni hatua ya kuhakikisha michuano hiyo inafanyika kwa ufanisi na kuacha manufaa ya kiuchumi kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Na makatibu wakuu tukiongozwa na Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu Dr. Jimmy Yonazi kwa kuja kutembelea mradi huu. Makatibu wakuu hawa wamekuja hapa sio kwa ajili ya kujifurahisha, kwa sababu kila mmoja hapa ana jukumu la kufanya. Ni uwanja ambao kama mtakumbuka tulisema tunaufungamanisha na utalii. Kwa hiyo mtamuona katibu mkuu utalii hapa, lakini ni uwanja ambao shughuli zake hapa zitahitaji miundombinu. Mtamuona katibu mkuu wa wizara yetu ya ujenzi, lakini ni uwanja ambao utahitaji huduma za mawasiliano ya kiteknolojia. Tunajenga uwanja wa kisasa, ndio maana mnamuona katibu mkuu wa mawasiliano na teknolojia ya habari. Lakini ni uwanja ambao utahitaji mpangilio mzuri wa makazi, huduma za kijamii, maji, umeme na vitu. Ndio maana utamuona katibu mkuu wa TAMISEMI wako hapa. Tunajenga uwanja ambao sio tu utakidhi viwango vya CAF vya mahitaji ya kucheza uwanjani, lakini uwanja ambao utakuwa ni wa kisasa ambao utafungamanishwa na huduma nyingine za kijamii. Kwa hiyo nafurahi kwamba leo makatibu wakuu wote wamekuja. Kila mmoja hapa anakwenda kuangalia eneo lake ni namna gani litaimarishwa, ili mwisho wa mradi huu tuwe na mradi ambao mtu hapati faida ya kuangalia michezo tu peke yake, anapata faida ya mambo mengine mengi ya utalii, biashara, uwekezaji, lakini pia kupendezesha mji. Tunahitaji kujipanga, yaani kubwa ambalo kila Mtanzania na kila mdau alifahamu ni kwamba tunahitaji kujipanga na kujipanga kuanzia sasa, kwa sababu matukio haya ni matukio makubwa. Tuliobahatika kwenda Morocco tumeona namna wenzetu walivyochangamka kwenye maeneo mbalimbali. Shughuli hizi za michezo ni uchumi mkubwa, ni uchumi mkubwa ambao watu wasidhani kwamba ni uchumi unayohusu serikali peke yake, unamhusu kila mtu. Lakini nategemea wewe unayefanya biashara ya vinyago, unayefanya biashara ya bidhaa za ufundi, unayefanya biashara ya mazao, unayefanya biashara ya madini, umejipanga vipi wageni watakapokuja hapa kwenye AFCON kuangalia mechi hapa, matukio ya hapa, na wewe ukahakikisha madini yako umeyauza, au umepata masoko mbalimbali duniani ya kuuza madini yako, umepata masoko mbalimbali duniani ya kuuza mazao yako na shughuli nyingine nyingi. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa, na ningependa Watanzania waipate hiyo picha kubwa. Yaani tusione tu Taifa Stars anacheza na Morocco, Taifa Stars anacheza na Algeria, hapana. Tuangalie kwa eneo kubwa zaidi na kila mmoja ajipange sasa. Tukisubiri mpaka mwakani, maandalizi haya yanataka muda mrefu na yanahitaji uwekezaji. Kwa hiyo ni vizuri, na hasa upande wa sekta binafsi, kila mmoja aanze sasa. Tunategemea hapa kuzunguka tuone hoteli zinajengwa, tuone maduka ya kisasa yanauza vitu vya kisasa yanafanyika hapa. Usiangalie tu kuuza kwa ule mwezi mmoja, lakini angalia kufanya biashara hiyo na kupeleka ujumbe duniani kwamba mtu akija Arusha atapata Tanzanite, atapata dhahabu, atapata kahawa, atapata mahindi, atapata mchele, atapata nguo, atapata bidhaa za ufundi, atapata vitu mbalimbali. Hicho ndio kitu kikubwa. Na baada ya hapo, kuwepo kwa uwanja huu na matukio hapa iwe ni game changer, sio kwa Tanzania, kwa Arusha peke yake, kwa nchi nzima. Mtu akitoka hapa Tanzania aseme kumbe Tanzania kuna mchele bora kuliko sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo tayari wakulima wetu wanakuwa wameshaongeza soko lao la kuuza mchele. Kumbe Tanzania kuna bidhaa nzuri za vinyago vya mpingo ambavyo huwezi kuvipata sehemu nyingine yoyote. Kumbe madini ya Tanzanite yako Tanzania na sio sehemu nyingine ambako wanajitangaza kwamba yapo. Hapa tutajenga sehemu maalum ya kama eneo la maonesho hivi, ambapo watu sasa watakuwa pale wanapata elimu ya vitu mbalimbali. Kwa mimi naomba kutumia nafasi hii kuambia Watanzania tuamke, tuchangamke, kila mmoja atekeleze wajibu wake kwenye eneo lake. Mheshimiwa Rais ameleta fursa hii, kila mmoja imnufaishe. Tusipofanya sisi, watakuja wageni kutoka nje, watakuja watafanya na fedha wataondoka nazo. Sisi tutabaki tunashangaa. Tumesemwa sana kwamba uwanja wetu tunatoa maji kwa mopa. Sasa hivi hatutaki mambo hayo, tunajenga uwanja wa kisasa. Mvua hata ikinyesha wiki mbili, baada ya dakika 15-20 maji yameondoka, pira linapigwa pale kama kawaida. Uwanja wa Dodoma tuko tayari, tunaelekea kwenye 4%. Mkandarasi yuko kazini anaendelea, na katika programu yake naye atakwenda kufanya ile kazi ndani ya miezi 20 au amemaliza. Lakini viwanja vya mazoezi Dar es Salaam
tunaanza wakati wote kujenga viwanja vitatu, na hapa Arusha tutajenga viwanja vitano. Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, Dr. Jimmy Yonazi, pamoja na Katibu Mkuu anayehusika na sekta ya utalii, Dr. Hassan Abbas, wameeleza fursa zitakazoletwa na uwanja huo. Kati ya makatibu wakuu ambao inaratibu swala zima la AFCON, tumekuja katika uwanja huu wa AFCON Arusha kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya ujenzi wa uwanja wenyewe. Ujenzi umeshafikia 74%, na uwepo wa uwanja huu eneo hili unaleta fursa nyingi sana, kwanza kwa eneo lenyewe, lakini vivyo kwa nchi yetu, kwamba mwakani kutakuwa na wageni wengi ambao watafika hapa kwa ajili ya kushuhudia mashindano ya AFCON hapa nchini kwetu. Hivyo sisi tumehakikisha kwamba uwanja huu unakamilika na tunatarajia kwamba tukamilishe ifikapo Juni mwaka huu, lakini vile vile baada ya hapo Watanzania waone fursa mbalimbali ambazo zitajitokeza kutokana na uwepo wa uwanja huu. Na fursa hizi ni endelevu kwa sababu uwanja huu utaendelea kutumika kwa mashindano ya ndani, lakini mashindano ya kimataifa ambao wageni mbalimbali watakuja kutembelea hapa, watahitaji kulala, watahitaji chakula, watahitaji huduma mbalimbali. Hivyo biashara na fursa mbalimbali zitaendelea kujitokeza. Lakini kutoka serikalini ni kwamba uwanja huu utakamilika, unasimamiwa vizuri na kwa hakika kwamba utakamilika kwa wakati. Ni uwanja mzuri ambao una huduma mbalimbali. Una huduma kwa ajili ya wageni mashuhuri sana, wageni muhimu ambao watakuja katika eneo hili, lakini vile wale ambao wanataka kupata huduma maalum katika uwanja huu. Uwanja wetu vile vile umezingatia mahitaji ya watu wenye mahitaji maalum, kwa mfano walemavu, namna ambao watakuja katika uwanja huu na kushuhudia michezo ambayo itakuwa inafanyika hapa. Uwanja wetu vile vile uko katika viwango vya Olimpiki kiasi kwamba michezo aina mbalimbali inaweza kufanyika humu, lakini vile nje ya uwanja huu kuna viwanja mbalimbali ambavyo vitatumika kwa ajili ya mazoezi. Kwa ni uwanja wa kisasa mzuri sana, na ndivyo mwelekeo wa serikali kujenga viwanja ambavyo ni vizuri nchini kwetu kwa ajili ya kukuza uchumi na vile vile kukuza utalii wa michezo nchini kwetu. Ni kwamba tumepata fursa ya kutembelea maendeleo ya uwanja. Tuwapongeze wenzetu wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kazi kubwa inafanyika hapa. Nafikiri mmeona uwanja wa kisasa kabisa unakuja, na ambao si tu utabaki kuwa uwanja, lakini pia utakuwa kivutio cha utalii. Kwa sisi wa sekta ya utalii tumefurahi sana kuona maendeleo haya. Ni mazuri. Makatibu wakuu kadhaa wamekuwepo hapa. Sisi wa sekta ya utalii, kwanza kama mnavyojua, tuna branch au tuna tawi la utalii wa michezo ambalo kabisa lipo rasmi kote duniani, na tunatumia hata mashabiki wanaokuja kwenye viwanja ni watalii. Kama ametoka ndani ya nchi anakuwa mtalii wa ndani, akitoka nje ya nchi anakuwa mtalii wa nje au wa kimataifa. Kwa sisi hii ni center kwanza ya kuhesabu watalii, lakini kama ambavyo tumeelezwa, kutakuwa na maeneo ya watu mashuhuri, kutakuwa na maeneo ya michezo kama riadha itafanyika hapa. Nilikuwa naongea na KM hapa, michezo hata mambo ya matamasha makubwa tunaweza tukayafanya hapa, ni kufiksi tu majukwaa ya kisasa, shughuli zitaendelea. Kwa maana hiyo tunaweza tukasema hii ni bidhaa nyingine mpya ya utalii. Sasa sisi tunafanya nini? La kwanza tunachojiandaa kama sekta ni kuhakikisha tunashirikiana na wenzetu kuitangaza Tanzania kama taifa ambalo jana tulikuwa tunaangalia takwimu zetu, ni taifa linaloongoza duniani kwa utalii wa safari. Sisi ndio taifa linaloongoza Afrika kwa utalii wa safari, lakini pia sasa hivi kwa sababu ya kule kwetu Zanzibar inaongezeka aina mpya ya utalii wa bahari au utalii wa beach kwenye fukwe. Wageni wengi wanaipenda nchi yetu. Kwa hiyo sisi kwanza tutaendelea kuitangaza Tanzania kama destination of choice, kwamba ni mahali wanapopaswa kuja. Mimi nafikiri kuna nchi nyingi zimeandaa AFCON, haziwezi kuwa na mandhari na mazingira kama Tanzania. Kwa mashabiki kutoka duniani, kutoka Afrika, hawatakuja tu Tanzania kuangalia mechi, lakini watakuja pia Tanzania kupumzika na kuburudika. Hilo ndilo ambalo sekta yetu inajiandaa. Kwa na sisi kama mnavyoona miundombinu sasa hivi, Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia taasisi za TANAPA na Ngorongoro wabaki na mapato yao kwa 51%. Kile chote wanachokikusanya 51% wanabaki nayo. Kwa hiyo tunakwenda kujenga miundombinu yetu, barabara nzuri. Wiki ijayo tutazindua viwanja vya ndege kwenye hifadhi kama 3-4 vya kisasa. Maana yake tuko tayari kwa AFCON. Kote huko mashabiki wanatakiwa waende wapite barabara nzuri, lakini watue kwenye viwanja vizuri. La pili ambalo kubwa kama sekta tunalifanya, mfumo wa kidigitali wa kufanya watalii waweze kubuku kwenda maeneo ya kutalii.
Inawezekana mtu akafika Arusha hapa asijue kuna Arusha Park, kuna Serengeti kwa karibu, kuna Ngorongoro. Kwa tunakwenda kama wizara, nafikiri miezi miwili ijayo tutazindua mfumo wa kitaifa na wa kimataifa wa mtalii popote alipo. Anachagua maeneo yote anayotaka kwenda Tanzania. Akifika hapa anakuwa kashalipia, anaenda tu kuscan, anaingia, anakwenda kufanya utalii. Hayo yote ni sehemu ya maandalizi pia ya AFCON. Kwamba mashabiki wote wa AFCON hawatalazimika akifika Dar es Salaam au Zanzibar au hapa Arusha aanze sasa kuuliza vivutio gani vipo karibu na hapa Arusha. Kwenye mfumo wa kidigitali atatafuta things to do in Arusha, ataona na atachagua. Kwa hiyo huo ni mfumo ndani ya miezi miwili mitatu utakuwa tayari. Mashabiki hawa wa michezo wanahitaji kufanya mazoezi, lakini kuna timu zitakwenda. Kwa hiyo kuna maeneo tumeshaainisha kwenye hifadhi zetu chini ya TANAPA, lakini kuna maeneo chini ya TAWA. Tunakwenda kuanza ujenzi wa viwanja vya wazi vya mazoezi kwa ajili ya shughuli za mashabiki kwenda kule. Mimi nilikwenda kwenye AFCON iliyopita ya Cote d'Ivoire ya mwezi Januari Februari nafikiri mwaka jana. Tuliona jinsi ambavyo kwenye baadhi ya maeneo mashabiki wanabaki mpaka wanaenda kucheza bichi. Kwa sisi kwenye hifadhi zetu tutaweka viwanja vyote vitakuwa vimekamilika. Nimesema TANAPA wameshapewa 51% ya mapato yao wanayo. Ngorongoro 51% ya mapato yao wanayo. Tunashughulikia swala la TAWA, TFS 100% wanabaki nayo. Kwa tumeshatoa maelekezo kwenye maeneo yetu ya misitu, kwenye maeneo yetu ya wanyamapori tuweke viwanja. Na wote mnakumbuka mwaka juzi tulishakuwa na uwanja wa tennis Serengeti. Tukacheza tennis pale, wakaja mastaa wakubwa wakina McEnroe wakacheza tennis. Maana yake ule uwanja kwa Serengeti tuliutoa tu. Kwa katika sehemu ya maandalizi yetu ya kwenda AFCON ni pamoja na sisi wizara kuweka miundombinu, baadhi itakuwa ya muda kwa sababu ya uhifadhi, inaweza ikatumika ikatoka, lakini baadhi itakuwa ya kudumu. Tumeshafanya design maeneo ya Serengeti, tumeshafanya design maeneo ya Mikumi, lakini pale Dar es Salaam kwenye eneo letu la Pande kuna hifadhi pale tumesha design, lakini kuna hifadhi ya msitu Kazimzumbwi tumesha design, lakini mnafahamu pia. Nafikiri miezi miwili mitatu ijayo tunakamilisha uwanja wa golf kule nje kidogo ya Serengeti baada ya Fort Ikoma kule. Kwa hiyo sisi kwenye sekta hii pia tunawaunga mkono wenzetu wa michezo. Si kwamba mtalii wa kimichezo akifika kwenye hifadhi akae siku 3 anakosa kufanya mazoezi, hapana. Tutaweka viwanja vinavyoruhusiwa kwa mujibu wa kanuni na taratibu bila kuathiri uhifadhi. Dennis Mtemi ni msimamizi wa shughuli za ukandarasi katika uwanja huo, anataja ubora wa ujenzi unaofanyika. Taratibu na shughuli za mkandarasi katika uwanja huu. So leo tumetembelewa na makatibu wakuu wote wa wizara zote Tanzania wakija kufuatilia maendeleo ya mradi katika mradi wetu wa uwanja mpya wa mpira wa miguu Arusha. Sisi kwetu kwanza hiyo ni tunajisikia vizuri kwa sababu tunaona kwamba serikali haijatuacha. Changamoto zetu zinaenda kufanyia utatuzi. Kwa hiyo ni mojawapo na ni achievement kubwa kwa upande wetu kama wakandarasi. Lakini pili, umeniuliza kuhusiana na miundombinu ambayo tunayo katika uwanja wetu. Uwanja wetu unaongozwa kwa vigezo vya CAF Category 4 vya mwaka 2022 ambavyo ndio vigezo vya kisasa hadi tunavyoongea leo. Kwa hiyo manake katika uwanja wetu huu utakuwa na miundombinu yote unayojua wewe katika viwanja vyote vya Afrika ambavyo vimequalify kufanya mechi zote zinazosimamiwa na shirikisho la CAF. Kwa hiyo humo ndani unaongelea vyumba vya wachezaji tunavyo 4 ambavyo vina full furniture na kila kitu, changing rooms, wana ice bath, wana massage, wana vyumba vya makocha, vyumba vya referee, vyumba vya wabeba mipira, vyumba vya huduma ya kwanza, vya matibabu, vya vipimo vya madawa ya kulevya ama ya kuongeza nguvu, vyote tunavyo. VOR rooms pamoja na uendeshaji mwingine wote, vyumba vya ICT yani tehama, vyumba vya dharura na utaratibu mwingine wa kusimamia uwanja, vyote tunavyo. Kwa hiyo ninavyoongea hivi uwanja wetu unaenda kukamilika ukiwa na miundombinu ya kisasa ambayo imekidhi viwango vya CAF Category 4 vya mwaka 2022. Kwa hiyo hapa tunaweza tukachezesha mechi yoyote ambayo inasimamiwa na CAF kwa maana ya Afrika, lakini pia mechi zinazosimamiwa na FIFA Class A. Kwa uwanja wetu una uwezo wa kufanya mechi zote
kubwa unazozifahamu wewe. Miundombinu ambayo tunayo hapa, kwa mfano katika uwanja tuna nyasi asilia. Nyasi asilia zinatakiwa zimwagiwe maji, lakini pia maji yakijaa aidha kutokana na mvua ama kwa system za umwagiliaji, kuna miundombinu ya kuyachukua yale maji na kuyapeleka katika reservoir ili yafanyiwe treatment ya kutumika tena. Kwa hiyo miundombinu yetu ya uwanja imekidhi kwa namna hiyo. Tuna uwanja mzuri wa kisasa na ni hamasa kwetu wa Tanzania tuendelee kujivunia viwanja vyetu, mali zetu wenyewe, tuwe na hamasa za michezo kwa sababu rais anatusupport sana kwenye sekta ya michezo. Tayari tunajenga kiwanja cha AFCON Arusha, tunacho kingine Dodoma na vingine kadhaa ambavyo tayari tunavyo tangu tulipoanza katika mambo haya ya michezo. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni hamasa kubwa kwetu sisi kama wakandarasi kuhakikisha tunamaliza mradi ndani ya wakati, lakini pia kwa support ya serikali ya nchi, lakini pia ya mkoa hadi wilaya na kila mtu ambaye ni mdau katika uwanja huu. Hivi mradi tulikabidhiwa na kuanza rasmi tarehe 25 mwezi Julai mwaka 2024 na ni mradi wa miaka miwili. Mpaka sasa hivi tunaongea tumeshakula zaidi ya miezi kadhaa hapo, tumebakiza kama miezi 6 tumalize mradi kwa sababu tunatakiwa kukabidhi mradi tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2026 ambao ni mwaka huu. Kwa spidi tulionayo, ukiacha changamoto chache ambazo tunazitafutia solution ambazo zinaweza zikatuchelewesha kidogo, lakini kwa spidi tulionayo tuna uhakika kwamba tutakabidhi mradi ndani ya wakati ili sasa tuweze kuutumia sasa kama Tanzania, ukiachana na mimi kuwa mkandarasi, lakini baadaye sisi kama Tanzania tuanze kuutumia uwanja wetu ili tuweze kufahamu jinsi ya kuutumia wakati AFCON 2027 inakuja, tayari tunaufahamu uwanja nje ndani. Kwa hiyo hicho ndio kinachoendelea sasa hivi. Tunamaliza uwanja mwezi wa 7 mwaka huu, then baada ya hapo kuanzia mwezi wa 7 mpaka tarehe za mechi za AFCON 2027 zinapotangazwa, kuna takriban mwaka mzima hapo wa kutumia uwanja kufanya marekebisho yale baada ya ujenzi, lakini pia sisi wenyewe kufahamu jinsi ya kucontrol na kuutumia na kuoperate. Kwa hiyo na imani kwamba tutamaliza ndani ya wakati na tutakuwa tumeujua uwanja wetu vizuri ili tuweze kuepukana na changamoto za uendeshaji wakati wa AFCON itakapokuwa imeanza. Tunajenga uwanja mzuri sana. Uwanja uko Arusha karibu na vivutio vya utalii. Tunataka mgeni anapokuja hapa aweze kuexperience hiyo. Kwanza Mlima Meru upo hapo. Mechi wakati anasubiria zingine zinazofanyika nchi za jirani, anakwenda kupanda Mlima Meru, anakwenda kupanda mlima wa Kilimanjaro, anakwenda kwenye mbuga za wanyama ambazo ziko kama kilomita 200 tu kutoka hapa. Tuna kiwanja cha ndege cha Arusha Kisongo, stand ya mabasi, tuna masoko hapa ndani, tutakuwa tuna business center. Kwa hiyo na sehemu za exhibition pamoja na souvenir. Mgeni akija hapa ana uwezo wa kununua zawadi na kupeleka katika nchi yake, ana uwezo wa kwenda kwenye vivutio vyetu vingine vya utalii, ana uwezo wa kutupa pesa zao za kigeni zikabaki nchini. Kwa hiyo ni investment nzuri sana, na kwa kweli naipongeza sana serikali kwa kufikiria kufanya investment ya namna hii kwenye uwanja wetu. Uwanja umedesigniwa uishi kwa zaidi ya miaka 100. Na kwa jinsi hili zege lilivyojengwa linaenda kudumu mpaka miaka 300. Kwa hiyo ukiacha tu maintenance ambazo tutakuwa tunazifanya hapo katikati, lakini tumejenga kitu kizuri ambacho ni asset na mali kubwa katika Tanzania, sio kwa kizazi hiki tu na vizazi vijazo mbele yetu.